Je, unajua kuna dhambi nyingi tunazifanya kila siku bila hata kujua? Na mbaya zaidi, dhambi hizi zinaweza kuwa zinaangamiza maisha yetu taratibu bila kutupa dalili yoyote ya haraka. Leo nitakuonesha baadhi ya dhambi ambazo wengi wetu tunazifanya kila siku, lakini hatujui madhara yake mbele ya Mungu. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye chaneli hii, hakikisha una subscribe na kuwasha kengele ili usikose mafundisho yenye kujenga imani yako. Karibu. Dhambi ya kwanza ni maneno mabaya. Unaweza ukaona ni jambo dogo, lakini Biblia inasema ulimi una nguvu ya uzima na umauti. Hii inapatikana katika Methali 18:21. Lakini pia Biblia inasema neno baya lisitoke vinywani mwenu. Hii inapatikana katika Waefeso 4:29. Lakini pia Biblia inasema kila neno lisilo na maana mtalijibu siku ya hukumu. Hii ipo katika Mathayo 12:36. Sasa jiulize swali, ni mara ngapi umekuwa ukinena maneno mabaya? Ni mara ngapi umekuwa ukiwaambia watu wako karibu, familia, ndugu, majirani zako maneno mabaya? Ni mara ngapi umekuwa ukitukana, ukikosoa na kusema maneno yanayoumiza wengine bila kufikiri? Sasa Biblia inatuonya, lakini watu wengi tunachukulia hili kawaida sana. Lakini tunatakiwa ufahamu kuwa kila neno baya unalotoa linaacha jeraha kwa mtu mwingine na pia linaathiri hali yako ya kiroho. Dhambi ya pili ni dhambi ya wivu na chuki. Biblia inatuonya, palipo na wivu ndipo penye fujo na kila tendo baya. Hii ni Yakobo 3:16. Lakini pia Biblia inasema asemaye nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Hii inapatikana katika Yohana 1:4-20. Lakini pia Biblia inasema wivu ni kuoza kwa mifupa. Hii ni Methali 14:30. Sasa tujiulize swali, je, ukiona mafanikio ya wenzako huwa unayafurahia au unayachukia? Au unajiuliza kwa nini yule sio mimi? Au unasema kwa nini mafanikio yake nisingeyapata mimi? Hizi ni hisia ambazo tunaziona ndogo, lakini mbele ya Mungu ni dhambi nzito sana, kwa sababu wivu unaharibu amani yako na unakuweka mbali na watu wako na unakuweka mbali na baraka zako mwenyewe. Dhambi ya tatu ni dhambi ambayo wengi wetu tunaifanya, tena tunaifanya sana. Dhambi yenyewe ni kupoteza muda. Badala ya kufanya vitu vya msingi vinavyoweza kusaidia maisha yako kwa namna moja ama nyingine, tunatumia muda huo kufanya vitu ambavyo havina faida na maisha yetu. Biblia inasema ukomboeni wakati. Hii ni Waefeso 5:16. Lakini pia Biblia inasema tendeni kwa hekima mkiukomboa wakati. Hii ni Wakolosai 4:5. Lakini pia Biblia inasema utufundishe kuhesabu siku zetu. Hii ni Zaburi 90:12. Kama unajiuliza, ni ndio, hata hili ni dhambi. Kama unatumia masaa mengi kwenye simu yako kuangalia vitu ambavyo havikupi faida, aidha ya kiuchumi ama ya kijamii ama katika nafsi yako au katika maisha yako kwa ujumla, basi unapoteza muda, maana Mungu ametupa muda mchache sana wa kuishi duniani. Muda ni zawadi, na jinsi utavyotumia unaonesha thamani ya maisha yako ya kiroho kwa Mungu. Hivyo jifunze kuzingatia muda. Dhambi ya nne inaweza kuwa dhambi kubwa kuliko zote, na dhambi yenyewe ni kushukuru. Sasa tujiulize swali, je, jambo zuri linapokutokea ama mtu anapokufanyia mema huwa unashukuru? Na kwa nini? Na kama hushukuru, kwa nini hushukuru? Biblia inasema
katika Wakorosante wa kwanza 5:18. Shukurani au shukuru au shukuruni kwa kila jambo. Warumi 1:21 inasema hawakumtukuza Mungu wala kumshukuru. Lakini pia Zaburi 107:1 inasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Sasa angalia jambo moja, unaishi, unapumua, una afya njema, na muda huo kuna mtu ameamka yuko hospitali, anaumwa, anapumulia mashine, anatamani Mungu ampe neema ambayo na wewe ya kuwa una afya, lakini bado wewe baada ya kushukuru Mungu hajakuamsha hospitali, hajakuamsha sehemu nyingine yote ambayo ungepata shida, unachokifanya ni kulalamika. Shukuru ni ibada, na kutoshukuru ni dhambi ambayo wengi tunaifanya lakini hatuioni. Ukweli ni huu, dhambi nyingi hatuzioni kwa sababu zimekuwa sehemu ya maisha yetu ya kawaida, lakini katika kila hatua ya dhambi ndogo inakutengeneza kufanya dhambi kubwa, lakini pia inatengeneza umbali mkubwa kati yako na aliyekuumba. Lakini habari njema kuliko zote ni kwamba kwa kuwa bado ni mzima, bado kuna nafasi ya kubadilika. Anza leo, tambua makosa yako na chukua hatua ya kubadilika. Kama umejifunza kitu kutoka kwenye video hii, andika nimejifunza kwenye comment, ama andika ulichojifunza kwenye comment. Usisahau kusubscribe na kushare video hili ili wengine wapate nafasi ya kujifunza. Asante sana kwa muda wako.